Anakutazamia wewe katika nyakati hizi ngumu uweze kuleta mabadiliko. Bwana tusaidie sana. Amen. Mimi na wewe tuweze kuleta mabadiliko nyakati hizi ambazo ni za machafuko, ambazo ni za uharibifu, ni kizazi cha nyoka. Tusipokubali kushuka kwa maana ya kujizatiti kumtafuta Kristo, itakuwa ni ngumu. Bwana tusaidie sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuache kwa habari kumtafuta Mungu kwa juu. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Tunatakiwa tulete nini? Mabadiliko. Kwa maana vile ambavyo wengine walivyozoea kumtafuta Mungu, achana nao. Tafuta namna nyingine. Kuna namna nyingine kumtafuta Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Ila je, lazima ujiulize, unamtafuta kwa njia iliyo sahihi? Unashuka katika viwango gani? Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Unashuka kwa viwango gani? Viwango ni vile vile ambavyo ulivyokuwa navyo mwaka jana au ni viwango vya mwaka huu? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa lazima tupambane na hiyo, na tupambane na nguvu ambayo inatuzuia kushindwa, ambayo ile nguvu yule adui. Sasa hivi zama ambazo zilizoharibika, adui anawadunga watu sindano, wanabaki kama vipofu. Bwana sana. Amen. Anapowadunga watu sindano, wanakuwa kama vile wavuta bangi ilivyokolea, macho utakuta kama vile yanalembua bibi harusi ambaye hana mume, ndio utakuta wanaanza kuzunguka tu kabisa, na viroho vyao vimekufa kwa sababu hakuna kina cha kumtafuta Mungu. Bwana tusaidie sana. Sasa ukisema ushikamane nao, na wewe utakuwa kama watu ambao wamedungwa sindano ya bangi kwenye akili zao. Bwana tusaidie sana. Amen. Na ndipo utapokuwa unazunguka tu, ukizunguka haujui nyakati na majira ambao Bwana amekujilia. Kabisa. Bwana tusaidie sana. Amen. Kwa lazima tushtuke, wana wa Mungu. Usikubali kudungwa sindano ya kupofusha fikra. Pengine unataka kupofushwa fikra, ukashindwa kushuka vilindini kumtafuta Kristo. Ukapofushwa fikra kwa vyeo hata makanisa. Amen. Kwa katiba za kanisa. Kabisa. Ukashindwa kumtafuta Mungu. Wengi unapokwenda mahali fulani wanakuambia tuna taratibu zetu za dini, tuna taratibu zetu za kumtafuta Mungu, kwamba lazima taratibu zetu sisi huwa tuombe sana. Nani alikwambia? Matamko yote katika ulimwengu wa roho, yanaondoka na wewe unapokuwa unatamka. Ndio maana tunapoomba lazima tutoe sauti. Amen. Bwana tusaidie sana. Amen. Yale mapepo yanapovizia, yanapona mtu anapotaka kufa, yanaenda kuangalia kama ni mtu mwenye dhambi, yanakwenda kuangalia kwamba ili asitamke chochote akapata kutubu akaona ufalme wa Mungu. Amen. Bwana tusaidie sana. Amen. Ndio anakuwa anamvizia mtu. Kwa saa hizi lazima tutafute nguvu ya kushinda yale majaribu. Kabisa. Tutafute nguvu ya kushinda dhambi. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Ndio maana nimekwambia kwamba hivi, tusipotafuta nguvu ya Roho Mtakatifu sahihi, tukapigwa ganzi kwa ajili tuyaone ya ulimwengu si kitu, tutashindwa. Bwana tusaidie sana. Amen. Naomba niendelee mbele. Kwa sababu angalia pale kwa Gideon. Mfano, ukija kuangalia pale kwa Gideon alileta vizingizio kwa kuona anatoka kwa familia maskini. Na ndio maana utakuta vizingizio vya kanisa la leo. Wanafikiri kumtumikia Mungu ni kwenda kanisani na kurudi. Ukiambiwa kumtumikia Mungu, wao unasema unaleta vizingishio. Amen. Gideon ukiangalia ile historia yake au habari yake, aliambiwa na Mungu, wewe ni shujaa. Ewe shujaa, anataka amwagize kwa wana wa Israeli awatoe katika akomboe wana wa Israeli. Akaanza kuleta vizingishio kwamba mbona mimi natoka kwenye familia maskini kabisa, na wewe unaleta kizingizio gani? Unatoka kwenye familia ambayo hawana mguu mmoja, ndio kizingizio chako? Bwana tusaidie sana. Amen. Je, unaleta vizingizio, unatoka kwenye familia ambao hawamjui Mungu? Kumbuka baba yake na Gideon alikuwa ni mganga wa kienyeji. Bwana tusaidie sana. Amen. Na kile ambacho walichokuwa wale wananchi wa pale walikuwa wanalinda ile sanamu ya baba yake na Gideon, ili ile sanamu ndio ilikuwa inawainamisha watu wakae kama mazuzu, wasimjue wasijue nguvu ya kweli ya Kristo. Bwana tusaidie sana. Sasa Mungu akamwagiza Gideon kwamba nenda ukavunje ile madhabahu ya baba
ya